ndiposa tuweze sasa kutambua system hii. Yani tunachukua tu sifa zake. Jioni au siku hii ya leo tunachukua tu sifa zake za maandiko, ndizo zitakazo tusaidia kutambua hiyo system, ndiposa watu wote wanaokaa duniani, haijalishi wewe ni wa kabila gani au dini gani, watu wanaitwa watoke kwa hii system hii. Maana hii ni system ambayo imepoteza watu duniani. Sikilizeni watu wa Mungu, ni tofauti sana na zile zingine. Ni tofauti na Babeli, ni tofauti na Wamedi na Wajemi, ni tofauti wapendwa na system ya Uyunani au ufalme wa Yunani. Kiongozi ni mwanadamu. Shika hii point vizuri sana. Kiongozi wa system hiyo ni mwanadamu, maana ananena maneno kinyume chake aliye juu. Tutaona ni kwa njia gani. Sasa sikiliza, ni tofauti kwa njia gani? Tunaambiwa katika historia ya kwamba kwa kurithi kwa makaisari kukaja kurithi kwa maaskofu kule Roma, sawa? Konstantino, msomaji, Konstantino alikuwa mmojawapo wa viongozi wa Roma, sawa? Kabisa. Alipoondoka Roma, kiti chake alimwachia nani? Askofu. Sasa sikiliza, huyu ni kiongozi wa serikali, sawa? Naam. Na huyu naye ni kiongozi wa dini. Sasa sikiliza, serikali na dini haijawahi kutananga. Sawa sawa msomaji? Naam. Ukiona serikali na dini nakutana, hapo kuna shida. Ukiona wanashirikiana, kuna shida. Maana Yesu aliweza kutenganisha dini na serikali. Lakini tunaona ya kwamba system hii, Konstantino alipoondoka, kiti chake akaachia askofu. Ikawa ni system inayoongozwa na kanisa na pia serikali. Hatari pin danger. Yaani hiyo ni danger. Hauwezi tumikia mabwana wawili. Hebu soma Mathayo 6:24 usikilize. Haiwezekani. Tunarudi hapa niwaonyeshe kitu. Hapa tunarudi tu saa hii. Naona hapa. Tunarudi hapa saa hii. Soma maandiko, msomaji, nasemaje? Mathayo 6:24. Hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Soma. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Kumbe hatuwezi kumtumikia mabwana wawili. Lakini system hii inaunganisha dini na serikali. Si unaona? Naam. Yaani ilikuwa tofauti sana na zile zingine. Kwa sababu gani? Zile zingine zilikuwa tu ni serikali, sawa? Lakini system ya pembe ndogo inayochipuka ndani ya Roma, sawa msomaji? Naam. Inaingiza serikali pamoja na dini. Hiyo ndio uasi wa kwanza duniani. Hiyo ndio wa kwanza. Sikilizeni watu wa Mungu. Tunapewa historia. AD 538 niliwaambia was the year when the Ostrogoths collapsed. It was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire and after the overthrow of the three Arian kings that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West. Tunaona ya kwamba baada ya kuanguka kwa taifa hili la Ostrogoths, yani papa wa Roma, tunaona ya kwamba akawa mtu mkubwa sana katika ile system. Early Vandals na Ostrogoths zikang'olewa. Ostrogoths ndio iling'olewa ya mwisho 538 AD. Sasa sikiliza hii. The head of the closely organized church with a carefully defined creed and with a vast potential political influence. Yaani serikali kaanza kuingia, wapendwa, na wakaanza kuipokea hata kanisani. Na ndio maana tunaambiwa hapa, the papacy's power became supreme in Christendom in AD 538 due to the letter of Roman Emperor Justinian, known as Justinian Decree, which set up and acknowledged the Bishop of Rome as the head of all churches. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati Konstantino akaweza kuondoka mamlakani, tunaona ya kwamba system hiyo ikaweza kuongozwa na mtu anayejiita baba au papa, yani Pope, akawa sasa ndiye kiongozi. Na tunaona ya kwamba dini na serikali ikaweza kuungana. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba ni tofauti. Kwa hivyo mamlaka Vatican City, an independent state under the absolute authority of Pope of the Roman Catholic Church. Yani kwa kifupi watu wa Mungu, Konstantino alipoondoka kuwa kiongozi wa system hili la Roma, yani tunaambiwa ya kwamba papa akaweza sasa kuchukua mamlaka, na ndipo tunaona ya kwamba dini na serikali ikaweza kuungana. Tunaambiwa it is the smallest independent country in the world. Vatican City was established in 1929
under terms of the Lateran Treaty. Sasa sikiliza msomaji, Mwalimu, kiongozi wa hii Vatican City huwa anapewa jina Papa, sawa? Naam. Au Pope, sawa sawa? Kabisa. Na tunaona ya kwamba yeye ndiye kiongozi wa Vatican, sawa? Naam. Tunaambiwa ni 44 acres. Sasa sikiliza. Angalia hapa. Msomaji, Vatican iko wapi? Iko Italy. Iko Italy, sawa? Naam. Italy tuliona wapi? Tuliona kwa G7. Pembe 10. Italy nataka kuonyesha penye tuliona Italy. Italy, si ndio? Naam. Vatican iko wapi? Iko Italy, ndani ya Italy. Iko hapa Italy, si ndio? Kabisa. Hata wakati huu tukiongea, sawa? Naam. Haya, kiongozi wa system hii anaitwa nani? Anaitwa Papa au Papa, sawa? Naam. Kwa hivyo tunapata ya kwamba mamlaka hiyo ikaitwa Papal Rome, sawa sawa? Naam. Yaani Rumi ya kipapa, sawa sawa? Kabisa. Tunaendelea kumtambua tu polepole tu. Yaani Rumi ya kipapa ndio inasimamiwa na hii pembe mdogo. Sasa sikiliza watu wa Mungu, tunapata kwamba kiongozi ni mwanadamu na kwamba sifa yake ya kwanza ambayo leo ningependa tuweze kuiangalia ni kwamba ananena maneno kinyume chake aliye juu. Rudia Danieli 7:25. Danieli 7. Maana tushaona kiongozi wa system hiyo tunaona ya kwamba anachukua jina Papa. Maanake baada ya Konstantino kuondoka, kiti chake aliachia askofu. Niweza kuiachia askofu. Kwa hivyo hata tunapoendelea kumtambua hatuendangi mbali na hekalu au kanisa. Soma. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, alafu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, alafu naye atazimu kubadili majira na sheria, alafu nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2 na nusu wakati. Sifa ya kwanza hapo msomaji nasema aje? Inasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hiyo ndio tunaanza nayo saa hii. Hiyo ndio tunataka kutumia kumtambua. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ilipozuka ikang'oa Heruli, ikang'oa Vandals na ikang'oa Ostrogoths. Ndio maana hizi haziko sahihi, hata hautasikia majina yao. Kuna tu Germany, Italy, Portugal, Switzerland. Hizo 7, lakini hizi 3 hazipo tena. Ndio maana tunaambiwa kutoka katika masalio ya ufalme wa Kirumi taratibu kulitokea namna nyingine ya mataifa ambayo yalimwangalia Papa kama kiungo chao kikuu, sawa sawa? Yaani akawa na mamlaka na cheo kikubwa sana kule. Ndio hiyo tunaona ya kwamba system hii ya pembe mdogo ni system ya Kirumi ya kipapa. Sasa tunaanza na sifa yake hii ya kwanza, sawa? Maana Danieli anapozungumza kuhusiana na pembe mdogo anatuambia ya kwamba naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, ataazimu kubadili majira na sheria, nao hao watakatifu hawa watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2 na nusu wakati. Hizi tutaangalia kesho, lakini leo tunaangalia hii ya kwanza, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Sasa msomaji, kwanza ningependa unipe hiyo Danieli 7:8. Soma hiyo. Inasema Danieli 7:8. Soma. Nikasiangalia sana pembe zake, alafu ninatazama pembe